Baada ya Sauli kutiwa mafuta na Samueli wa kwanza sura 10, Roho wa Bwana akamjilia. Baada ya kutiwa mafuta tu ametoka pale, akaambiwa lazima utakutana na manabii. Amen. Lazima utakutana nani? Wanatabiri na utatabiri, na Roho atakujilia juu na utabadilishwa kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hata katika utawala, hata katika nini, Mungu akitaka kukuinua lazima ahusishe Roho. Hakuna kitu Mungu anafanya pasipo Roho. Hakuna kitu Mungu anafanya pasipo nini? Pasipo Roho. Mungu akitaka kufanya kitu chochote lazima atahusisha Roho. Nilikuwa natembea, mtu wa Mungu, nasikia hilo neno. Hakuna kitu Mungu anafanya pasipo nini? Mungu akitaka kufanya kitu chochote anahusisha Roho. Yaani Mungu katika uungu wake, nimesemaje? Mungu katika uungu wake, lakini akitaka kufanya kitu chochote lazima atahusisha Roho. Eza atamimina Roho katika sehemu anayotaka kufanya kitu fulani, atamimina Roho juu ya mtu ambaye anataka kumuinua kwa ajili ya kufanya kitu fulani. Umenielewa? Wakati Mungu anataka sasa Yesu aingie katika full time ministry, aliongozwa na Roho wapi? Jangwani. Luka sura ya 4. Amen. Na Yesu alipotoka kwenye yale majaribu akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa hiyo chochote ambacho unaona kilienda kikafanikiwa baada ya hapo ni by product ile nini? Ile Roho. I want you to understand what I'm talking about. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Mwanzo sura ya kwanza. Na Roho Bwana alikuwa ametulia juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Yaani asingefanya uumbaji, amen, pasipo nini? Roho. Mungu akitaka kukuinua kwa ajili ya jukumu fulani lazima ahusishe Roho. Maandiko yanazungumza katika Samueli wa kwanza sura 9 mstari wa 15, basi Samueli alikuwa amefunuliwa siku moja kabla ya Sauli hajaja, ya kwamba kesho muda kama huu nitakuletea mtu kutoka katika nchi ya Benjamin, mtie mafuta awe nani? Mtie mafuta awe mfalme. Amen. Na maandiko yanazungumza baada ya Sauli kutiwa mafuta na Samueli wa kwanza sura 10, Roho wa Bwana akamjilia. Amen. Baada ya kutiwa mafuta tu ametoka pale, akaambiwa lazima utakutana na manabii. Amen. Lazima utakutana nani? Wanatabiri na utatabiri, na Roho atakujilia juu na utabadilishwa kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hata katika utawala, hata katika nini, Mungu akitaka kukuinua lazima ahusishe Roho. Samueli wa kwanza sura ile ya 16, Daudi alivyotiwa mafuta, maandiko yazungumza Roho wa Bwana akamjilia kwa nini? Kwa wingi. Jambo lolote Mungu alilolizia lazima alilizie kwa namna ya kuhusisha nini? Kuhusisha Roho. Yesu akamwambia wanafunzi wake, msiondoke hapo, si ndio? Msiondoke Yerusalemu. Msiondoke Yerusalemu. Kaeni hapo mpaka Roho wa Bwana atakapofanyaje? Kwa ajili. Kwa hiyo walikuwa na maneno ya unabii, lakini walikuwa bado hawana roho ya kinabii. Kwa hiyo Matendo ya Mitume sura ya 2, wakiwa wanaomba, upepo ukavuma, Roho wa Bwana akamiminwa, si ndio? Kukatokea explosion. Sema explosion. Mara pa watu 3000. Amen. Zekaria
Samuel, Zekaria sura ya kwanza inazungumzia zile roho 7 za Mungu zilizotumwa wapi? Duniani. Kwa nini nimeambiwa hivyo? Nimeambiwa hivyo, namba moja, imenisaidia mimi mwenyewe kuanza kuwa na sensitivity zaidi ya mambo ya rohoni kuliko mwilini. Mungu hawezi akakufanya kuwa tajiri mpaka aachilie nini? Roho kwanza itakayokupelekea kuwa tajiri. Mbali hapo utahangaika na kanuni zako zote unazozijua. Amen. Your degree, your PhD in business will not help you. Niende mbali. Nini kilisababisha Mtume Paulo wakati anahubiri siku ya kwanza watu 3000 waliokoka? Si ndio? Ni kwa sababu Roho alikuwa amefanyaje? Amemiminwa. Kwa hiyo hata kanisa mbali ya Roho wa Bwana kusababisha mavuno. Amen. You may preach and preach, there shall be no result. Hakutakuwa na nini? Na matokeo. Nazungumza kutokea katika nafasi ya Mungu wa roho za nini? Za manabii. Kwa hiyo pendo, unatakiwa kuwa mtu wa rohoni zaidi. Unatakiwa kuwa mtu wa nini? Ndio maana jana nilizungumza miongoni mwa mambo na vitu ambavyo Bwana Mungu anataka tutunze ni kutunza viumbe wa nini? Viumbe wa rohoni. Nitumia terminology nzuri kabisa. Sema viumbe wa rohoni. Nikazungumza kuna roho wa Bwana, si ndio? Zile roho ambazo Mungu anazituma. Kuna malaika, sawa? Alafu nikazungumza make sure una maintain connection na roho ya mpako mafuta wa Bwana nani? Nabii. Najua leo sema lilikuwa gumu kidogo, kuna watu bado kwa sababu wako mwilini zaidi, si ndio? Mafundisho ya kidini na ile hali ya utu ile, si ndio? Bado inawapa shida hapo kwenye hilo eneo hilo. Lakini nenda kasikize zaidi na nini? Zaidi. Mungu wa roho za nani? Za manabii. Manabii ni roho. Manabii ni nini? Ni roho. Ukiweza kuwa na connectivity na roho ya nabii na kusaidia, itafanyaje? Itakusaidia mtu wa Mungu.